Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ndani ya Sahih Bukhari anamuita Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, anamuuliza ya Aba Mundhir, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam, ewe Aba Mundhir, ni aya gani katika kitabu cha Mwenyezi Mungu ambayo ni kubwa zaidi na ndio bora zaidi kuliko aya zote? Ubay bin Ka'b akajibu akasema, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampiga kifua Ubay bin Ka'b akamwambia, liyahniyaka Allahu al-ilma ya Aba Mundhir, Mwenyezi Mungu aibariki elimu yako ewe Aba Mundhir. Ndio akamwambia aya iliyokuwa bora ndani ya Qur'an ni ayatul kursi. Wewe ukitaka kumjua Mwenyezi Mungu ni nani, ana sifa aina gani, ana uwezo aina gani, nguvu zake ni kiasi gani, nenda ndugu yangu ukahifadhi ayatul kursi na uijue maana yake. Na wallahi ni mujarrab kwa mtu yoyote leo ambaye anasibiwa na matatizo ya ruqya, basi wallahi lazimisha ayatul kursi kwa huyu bwana. Yule jini ataongea na atatoka. Unapoomba naye ukamwambia Mwenyezi Mungu ya Allah, dua yako inakwenda moja kwa moja. Unapokuwa na dua wewe utakuomba, mwambie Mwenyezi Mungu ya Hayyu ya Qayyum, Mwenyezi Mungu nakuomba uongoze watoto wangu. Ya Hayyu ya Qayyum, nisaidishie katika maisha yangu, nifungulie mambo yangu. Ya Allah, nifanyie amri kadha na kadha. Hii dua inakwenda moja kwa moja na Mwenyezi Mungu anaijibu. Mtume sallallahu anasema, la yuraddu alqada illa bidua, hakuna jambo ambalo inarudisha kadari ya Mungu juu yetu isipokuwa dua ambayo tumeziomba. Katika riwaya nyingine Mtume anasema, ad-du'a wal qadar yatasara'ani ila yawm al-qiyamah, dua na qadar zinapigana miereka mpaka siku ya kiyama katikati ya mbingu na ardhi. Wewe unalalamika tu, bora hata nisingezaliwa. Kuna baadhi ya watu wanaongea ovyo, kumbe hajui Mungu amemepusha na kitu gani katika maisha yake, lakini ni jambo ambalo itakuja kusaidia wewe ima hapa duniani au kesho akhera. Hii ayatul kursi ndugu yangu, kila sentensi moja inamzungumza Mwenyezi Mungu ni nani. Kama Mwenyezi Mungu alivyoanza, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, Mwenyezi Mungu Allah ndio yule ambaye hapana mola apasai kuabudiwa isipokuwa yeye. Ibada zote inaelekezwa kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Hauruhusiwi kwenda kuabudu mizimu wala kuabudu sanamu wala kutegemea asiyekuwa Mwenyezi Mungu wala kumuomba asiyekuwa Mungu. Hizi zote ni kinyume na zitakuwa zinakupeleka katika ushirikina. Al-Hayyul Qayyum, al-Hayy, Mwenyezi Mungu ndo ambaye yuko hai yeye. Al-Hayyu bila ibtida, al-awwalu bila ibtida, wal-akhiru bila nihaya, bila nihaya. Mwenyezi Mungu ndo wa mwanzo ambaye hana mwanzo na ndo wa mwisho ambaye hana mwisho. Viumbe vingine vyote vina mwanzo, na madamu ina mwanzo itakuwa na mwisho wake isipokuwa Mwenyezi Mungu. Na lao Mwenyezi Mungu angelikuwa analala, vitu vingi vingetoka mahali pake. Ndio unamuona katika sifa yake mojawapo Mwenyezi Mungu ni Al-Qayyum. Qayyum, Al-Hayyul Qayyum, maana yake Mwenyezi Mungu anasimamia mambo yote yeye mwenyewe. Man dha alladhi yashfa indahu illa biidhni, hakuna yeyote ambaye atakayepewa ruhusa ya kuwaombea watu isipokuwa kwa ruhusa ya Mwenyezi Mungu. Hakuna mtu ambaye leo ataombewa siku ya kiyama mpaka Mungu atoe ruhusa. Na huyo ambaye anayetaka kuombea, kwanza Mungu atampa ruhusa, lazima apewe ruhusa. Hauwezi kuongea hivi hivi tu. Na yule ambaye anayeombewa, almashfu'u fihi, ni lazima vile vile Mwenyezi Mungu atoe ruhusa. Hauwezi kumuombea yote unayemtaka wewe.